Mwana wa Mungu, Mungu amempa kila mtu akili za kuamua maisha yake yaweje. Mungu amempa kila mtu akili za kumwezesha kuwa msaada na majibu kwenye dunia yake. Akili za kiungu huamua maisha ya mtu yaweje. Ni jambo moja kuwa na ufahamu, lakini ni jambo moja kubadilisha huo ufahamu kuwa vitu halisi kwenye maisha. Ili kubadilisha vitu viwe halisi kwenye maisha, unahitaji kutumia akili kwa viwango vya juu. Lazima uiombea akili yako ili akili yako iweze kutumika kwa ufanisi. Kuombea akili ni kuiactivate akili. Kuombea akili ni kuiamsha akili yako. Kuiombea akili ni kuongeza ufanisi na uwezo wa akili ili uitumie kwa viwango vikuu. Biblia inasema kwenye Timotheo 2:7, yafahamuni sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Mungu anakupa akili katika mambo yote ili ufanyike msaada. Mungu anakupa akili katika mambo yote ili ufanikiwe. Iombea akili yako ili uone matokeo. Iombea akili yako ili ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Umebarikiwa. Mwana wa Mungu, Mungu amempa kila mtu akili za kuamua maisha yake yaweje. Mungu amempa kila mtu akili za kumwezesha kuwa msaada na majibu kwenye dunia yake. Akili za kiungu huamua maisha ya mtu yaweje. Ni jambo moja kuwa na ufahamu, lakini ni jambo moja kubadilisha huo ufahamu kuwa vitu halisi kwenye maisha. Ili kubadilisha vitu viwe halisi kwenye maisha, unahitaji kutumia akili kwa viwango vya juu. Lazima uiombea akili yako ili akili yako iweze kutumika kwa ufanisi. Kuombea akili ni kuiactivate akili. Kuombea akili ni kuiamsha akili yako. Kuiombea akili ni kuongeza ufanisi na uwezo wa akili ili uitumie kwa viwango vikuu. Biblia inasema kwenye Timotheo 2:7, yafahamuni sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Mungu anakupa akili katika mambo yote ili ufanyike msaada. Mungu anakupa akili katika mambo yote ili ufanikiwe. Iombea akili yako ili uone matokeo. Iombea akili yako ili ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Umebarikiwa.